Jeshi la Polisi tulipata taarifa mapema saa 11 za alfajiri kwamba eneo hili kuna wavunjaji wameingia kwenye frame. Askari wetu wamefika mara moja tangu alfajiri, walikuwa hapa. Walipofika, niwafahamishe, tumefanikiwa kumkamata mhalifu mmoja akiwa na vifaa vya kuvunjia, lakini tumemkamata mhalifu huyu akiwa na mashine moja ya CRDB ambayo ameiiba. Nzuri kwamba tuna mlinzi mmoja ambaye ni mgambo, mkufunzi wa mgambo. Amesaidia sana na ndiye aliyebaini mara ya kwanza. Wamechukua kwenye hardware wakaenda kuvunja kwenye hardware nyingine kwenye duka lingine ambavyo tumevikamata. Lakini pia kuna mfanyabiashara mwingine ambaye ameibiwa voucher zenye thamani ya shilingi 30,000. Kuna mfanyabiashara mwingine kaibiwa change ambazo hajahesabu ni change kiasi gani. Lakini kuna hiyo moja ambayo tumeipata ambayo ni CRDB machine ambayo tumeipata tunayo. Kuna wengine mlikuwa mnanitumia message, kamanda, tuma askari waongezeke hapa. Simuliona vijana wakazi waliongezeka? Tumefanikiwa kuzunguka kote huko kwenye dari ambapo mpaka sasa napoongea bado kuna askari wanajiridhisha kule. Ameshaanza kuhojiwa, anahojiwa vikali huko aliko ili aweze kutueleza hao wenzake ni wakina nani. Naomba niwatoe hofu hao wahalifu, niwahakikishie watakamatwa wote. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi nayeongea naitwa Wilbrod William Mutafungwa, ni naibu kamishna wa Jeshi la Polisi na kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari wote, lakini kipekee na wananchi wa eneo hili la Kisesa na maafisa wa Jeshi la Polisi pamoja na askari ambao wamefika hapa mara moja baada ya kupata taarifa hizi za kuwepo kwa wahalifu katika eneo hili. Ndugu zangu waandishi wa habari, ilikuwa ni majira ya saa 11 za alfajiri siku ya leo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa zinazohusu kuwepo kwa wahalifu wanaojihusisha na tukio la uvunjaji katika eneo hili la Kisesa. Walieleza kwamba tukio la uvunjaji linaendelea kwa wakati huo. Mara moja muda huo, askari wa Jeshi la Polisi waliweza kufika kwenye eneo hili la tukio wakishirikiana kwa karibu na wafanyabiashara wa hapa ambao wengi wao ndio wale ambao walikuwa wana sehemu za biashara katika jengo hili. Baada ya kufika hapa, Jeshi la Polisi katika ufuatiliaji wao walifanikiwa kumkamata mhalifu mmoja ambaye ni kijana mdogo mwenye umri kati ya miaka 13 mpaka 16 hivi, ambaye kijana huyo walimkuta amejificha kwenye chumba kimojawapo, yani frame ambapo anauza vitenge, na mtumiwa huyo alimkuta akiwa ameshika CRDB mobile machine ambacho ni kifaa kwa ajili ya shughuli za ubadilishaji wa fedha kwenye biashara zinazoendelea hapa. Basi mara moja kijana huyo aliweza kudhibitiwa na Jeshi la Polisi, na tunapoongea sasa kijana huyo ameshikiliwa na anaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hili. Lakini ndugu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi tumekagua eneo hili ambapo ilisemekana kwamba huyo kijana pamoja na yeye alikuwa na vijana wengine ambao walihusika katika tukio la kuvunja, kwamba walikuwa wamejificha katika dari, lakini ilisemekana pia kwamba alikuwa amejificha kwenye mojawapo ya maframe yaliyopo katika jengo hili. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na wamiliki wa frame hizi na miliki wa jengo hili tumeweza kukagua chumba kimoja hadi chumba kingine, lakini na vile vyumba ambavyo wamiliki wake walikuwa hawajafika kwa sababu mbalimbali, vilikuwa vyumba takriban 5 ambavyo vyote pia
kwa kufuata taratibu za kisheria tumeweza kuvifungua mbele ya mmiliki wa jengo na sisi jeshi la polisi, lakini na wananchi wengine, na kujiridhisha kwamba watu wao hawapo katika vile vyumba. Lakini upekuzi makini umeweza kufanyika kwenye dari hili la jengo hili kwa askari wetu ambao wametembelea maeneo yote, na tumejiridhisha kwamba hakuna mhalifu yote ambaye amebaki. Jengo hili linamilikiwa na Bwana Zefania Mugasa, mkazi wa Nyegezi, wilaya ya Nyamagana, ambaye tumeshirikiana naye kwa kiasi kikubwa, pamoja na wapangaji wake ambao ndio wanaofanya biashara katika jengo hili. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi kuhusiana na tukio hili unaendelea, lakini katika ukaguzi wa tukio hilo jeshi la polisi tumefanikiwa kukamata vifaa ambavyo wahalifu hao walikuwa wakivitumia kwa ajili ya kufanyia mambo haya ya uvunjaji. Vifaa hivyo ni kama mnavyoviona hapa, ambavyo vifaa hivi vimechukuliwa kwenye mojawapo ya frame za hapa ambazo zinafanya mambo ya hardware, na wakatumia kwa ajili ya kuvunjia dari. Kwa vifaa hivi vimeweza kukamatwa sambamba na mtuhumiwa mmoja na ile kadi ya CRDB Mobile ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo vitu vimepatikana na itakuwa ni sehemu yetu ya kuanzia ya kuendelea huku tukifanya uchunguzi wetu. Ndugu waandishi wa habari, katika ukaguzi wa tukio hili tumeweza kugundua kwamba eneo hili maduka yote hayajafungwa kamera isipokuwa frame moja tu. Ni jambo la kushangaza, na maana CCTV kamera ni jambo la kushangaza kwa sababu wafanyabiashara wote wa mkoa wa Mwanza, nimekuwa nikitoa elimu na nikitoa maelekezo mara kwa mara kuwataka wafanyabiashara kufunga CCTV kamera katika biashara zao. Kama wangekuwa wamefunga CCTV kamera kwenye maduka haya, kwenye hili jengo lina zaidi ya frame 53. Lina frame 53. Light, kama wangekuwa wamefunga kamera leo hii kazi yetu ingekuwa nyepesi sana. Bado tunasisitiza wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza kufunga kamera katika biashara zao, kufunga CCTV kamera katika makazi yao. Hizi kamera zipo kwa ajili ya kuwasaidia wao, lakini kusaidia jeshi la polisi katika kufikia chunguzi zetu mbalimbali. Ninawatahadharisha sana wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza kufunga CCTV kamera kama sehemu mojawapo ya kupambana au kuzuia uhalifu. Lakini sambamba na hilo, sisi jeshi la polisi hatutashindwa. Niwahakikishie wananchi wa eneo hili kwamba hao wahalifu wengine walioshirikiana na kijana huyu watakamatwa. Narudia tena, na wahakikishia kwamba wahalifu wote walioshirikiana na kijana huyu watakamatwa. Mwanza, narudia tena, si sehemu ya kuja kufanyia masiara, si sehemu ya wahalifu kuja kujaribu mambo yao ya kihalifu. Tulishajipanga hivyo. Hawa lazima watakamatwa na watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Na kusema kweli, niahidi kwamba ninawahurumia kwa sababu kuanzia sasa msako unaoendelea wa kuwatafuta utakuwa ni mkubwa sana. Na ushauri wangu ni kwamba popote pale walipo wengine ambao wameweza kukimbia katika tukio hili, na shauri wajisalimishe kwa jeshi la polisi huko waliko. Na nashauri kama kuna mtu yeyote ambaye amewaficha au anawasaidia, ajitokeze, ajisalimishe kwa jeshi la polisi ili aweze kuchukuliwa hatua. Nitakachoendelea kukifanya ni kuwashauri wapangaji wote wafunge CCTV kamera kwa ajili ya usalama wa mali zao. Ni nzuri kwamba tuna mlinzi mmoja ambaye ni mgambo, mkufunzi wa mgambo. Amesaidia sana na ndiye aliyebaini mara ya kwanza hao watu wameingia wakachukua vitu hivi vya kubomolea kwenye duka la bwana mmoja anaitwa Ngosha Hardware. Kwa hiyo walichukua hiyo, lakini lengo tumekuja kubaini kwamba lengo lilikuwa ni kumtarget huyu mtu ambaye anahusika na taasisi ya kifedha hii, wakala wa kifedha. Lakini pia na Mungu amejalia
Pata ujuzi, ana siku kama 3 ameweka maflati bar kule juu. Kwa hiyo kama ziba ameleta watu kuchomelea, amechomelea. Kwa hiyo walivyoiba wao, lengo lilikuwa ni kwenda kule